Yes, usiku wa kuamkia leo kuna jambo zito ambalo GSM amefanya. All of us we say GSM ni big dude. Yani GSM ni dude kubwa zaidi. Yani kiufupi halitathimiriki wala halifikirikiki kwa maana ya namna ambavyo amekuwa akifanya. GSM amefanya kweli. GSM anazidi kudhibitisha kuwa Young Africans bado ni klabu ambayo inapaswa kupewa nafasi kubwa sana katika michuano yote, na anazidi kudhibitisha na kuimarisha usajili kwa namna moja ama nyingine. Mimi binafsi nakubali kile ambacho anakifanya GSM ni halali kabisa, na anafanya mambo ambayo kimsingi yanapaswa kufanywa kama majukumu yake kama mdhamini mkuu. Bwana, usajili ambao unatajwa mpaka hivi sasa ambao ni paswa kichwa ni usajili wa chuma, mtu chuma kweli kweli, na virabu vingi vinamtaja kumhitaji, na hii nadhani itaendelea kuwatikisa watu wengi sana. Kuna zile taarifa ambazo mara nyingi sana zimekuwa zikiwaumiza watu hasa kwenye masuala ya kiusajili. Kuna dili ambalo watu wengi wanaumia nalo, lakini wanashindwa kusema, lakini mimi niseme tu kwamba ni wakati sahihi wa dunia kujua kwamba Young Africans imeshamaliza baadhi ya matatizo, na kwa sasa inapaswa iachiwe isimame kama strongest club, kama timu kubwa barani Afrika. Hapa usisumbuke sana kujiuliza ni nini ambacho namaanisha the presence of best quality player, best aware player from East Africa, West Africa and Middle East Africa. Huyu ni Jean-Claude Guillaume Mugisha ambaye anatajwa sana kuweza kujiunga na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Kuna maswali mengi sana ambayo watu wengi wanajiuliza, ni kwa nini imekuwa hivyo, ni kwa nini inakuwa hivyo, lakini nikwambie tu kweli kiuhalisia jambo ambalo analifanya Engineer Hersi Said chini ya utawala wa Gharib GSM ni wazi kwamba Young Africans wanakwenda kufikia malengo ambayo wamejiwekea wao kama wao, kwa sababu ujue kwamba Young Africans wanachokitengeneza wanatengeneza uhakika wa wao kuendelea kuwa kwenye top notch ya performance zao, kiwango kweli cha weledi wao, na wanahitaji kusimama katika quality ambao wao wanahitaji. Mimi tu niseme kwamba kuna wakati ambao Young Africans inahitaji kusimama kama timu kubwa barani Afrika, lakini sasa usajili ndio ulikuwa unawaangusha. Kwa sasa they don't care about that and they play their part to make sure kwamba watakuwa ni miongoni mwa timu au klabu ambazo zitasumbua zaidi barani Afrika. Na mimi niseme tu kwamba kwa wakati huu Young Africans wanahitaji kusimama sahihi na kwa weledi sana kuweza kuionyesha Afrika kuwa wao ni bora, na ubora wa klabu hii ya Jangwani ni kwenye mataji. Yani kwenye mataji ndio sehemu pekee ambayo Young Africans wanapaswa kujivunia, na kile ambacho kinazungumzwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kimesha kwenda kutimia. Shauku kubwa ya watu barani Afrika ni kutaka kuona usajili wa Jean-Marc Mugisha. Yes, even me na confess sana ni miongoni mwa watu ambao ninatamani kuona usajili wa Jean-Claude Mugisha ukiendelea kuonekana pale Jangwani, kwa sababu Jean-Claude Mugisha ni miongoni mwa watu ambao wako vizuri na wanaweza kuliwakilisha soka la Tanzania nje ya mipaka ya Afrika, na wanaweza kuifanya Afrika kuijua zaidi Tanzania. Kwa hiyo niseme tu kiufupi kwamba Jean-Claude Mugisha ni miongoni mwa watu ambao Tanzania inapaswa kujivunia sana. Kama ni kweli Engineer Hersi anataka kuibadilisha soka la Tanzania, kulipa ramani kwenda nje ya mipaka ya Tanzania mpaka Afrika kwa ujumla, basi wanapaswa kujua kwamba hichi kinachotakiwa kufanyika basi kifanyike kwenye ukweli na uhakika. Mimi ninakuletea hizi nikiwa nina ushahidi kwamba Jean-Claude Mugisha, Peter Shalulile na wengine wengi sana ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa sasa Young Africans inawataja kuweza kuwasajili, na usajili wao utatikisa kweli kweli. Yani usajili wao ni miongoni mwa usajili ambazo zitaleta tija zaidi katika soka la hapa nchini Tanzania. Mimi niseme tu kwamba kwa wakati huu kila mmoja anakwenda kushuhudia ile Yanga ambayo ilikuwa inazungumzwa zaidi. Kuna Yanga ambayo watu wanaitaka, lakini pia nikwambie tu watu wanaitaka Yanga ambayo itaenda kutishana na klabu kama Mamelodi Sundowns, Piramidi, klabu kama CR Belouizdad, klabu kama
Esperance Deportivo de Tunis, AS FAR Rabat. Sasa huwezi kuwa na timu ya kushindana na hizo klabu kama huna strong weapons. So strong weapons ni wachezaji hatari ambao unapaswa kuwa nao, wachezaji mahiri, wachezaji wenye quality na awareness nzuri kwenye mikakati yao. Niseme tu kwamba kwa wakati huu Young Africans ni dude kubwa. Kwa wakati huu Young Africans ni mashine ya kazi. Kwa wakati huu Young Africans ni kitu kizito kinachoenda kuiwakilisha Afrika katika maeneo mengine. Na kuna taarifa nyingi sana zinasikika huko mtaani kwamba Young Africans wameshaanza taratibu za kurejea pre-season, lakini ni wiki ijayo. Young Africans wanarejea pre-season, lakini wanaendelea kushusha vyuma vya kimataifa. Kwa hiyo yapi maoni yako kuelekea katika msimu unaofuata? Je, ni msimu bora kwa Young Africans au ni kwa Simba Sports Club? Lakini kila mmoja anataka